Mzee Likuya. Mzee Likuya. Mzee Likuya. Naam. Sauko. Mzee Shamu. Habari vipi? Hali sio shwari kabisa. Kama vile kwenye mapambano. Sawa. Sasa mzee wangu, unaelekea kumtaji mtoto wa kike ambaye ni mdogo ambaye hajaingiliwa kimwili, si ndio? Sawa. Sasa zoezi la kwanza nimelifanikisha. Mtoto mwenyewe ni huyu hapa. Safi. Na kama unavyomuona bado ni mwanafunzi. Kwa hiyo kwa haraka mshatahili kabisa hajaingiliwa kabisa. Sawa kabisa. Kwa hiyo zoezi nimeshalimaliza mzee wangu. Mimi nimefurahi kwa hilo. Pia nakushukuru. Na mwanamume shababi huwa anapambana na vita, haogopi vita. Hicho ulichokifanya mimi nimefurahi sana, lakini baada ya kichichi Kimoja, nahitaji kucha za mtoto mchanga pamoja na nywele. Ukishakamilisha hiyo, kibatari kitapatikanika na nguvu zitaongezeka, lakini pia ndio na wewe nitakupa zawadi ikusaidie huko mbele. Basi sawa mzee wangu. Mimi sikupingi. Na hata hivyo nyinyi sana ndio msina kupoteza. Mimi nafikiri tu mtoto mpeleke ndani. Haina shida. Sawa. Mama, nilikutana na rafiki yangu Nuru. Aliniambia kwamba una mazungumzo na mimi. Ni kweli mwanangu, na mazungumzo na wewe. Mimi maisha mnayoishi mwanangu, najiona uko sawa kweli. Najua ni ngumu kunipa jibu, lakini mimi nilikuwa nakuomba mwanangu, rudisha moyo wako nyuma. Najua John amekukosea sana, ila nilikuwa namsema umsamehe. Hebu jaribu kuangalia mtoto wako, hebu muangalie Jackie, maisha anayoishi. So kama haishi vizuri anaishi, lakini sasa wewe ni mama, bado una mapenzi yako na malezi mazuri kwa mtoto, ni mama na baba. Ndio maana John anakuja kwako mara mbili kuja kukubembeleza ili mrudiane. Na anakuja kwangu analalamika, mimi sina maamuzi yoyote tofauti na wewe. Wewe ndio mwenye maamuzi, lakini maamuzi uliochukua mwanangu ni magumu mno. Najua uko sahihi, lakini angalia mtoto wako jinsi anavyoishi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba umsamehe John. Mwishi pamoja, mlea watoto wenu. Kuomba mwanangu. Sawa mama, nimekuelewa kwa hilo na nimekusikia. Lakini mama, mimi kilichonifanya nikae mbali na kujiepusha kukaa karibu na mwanao, alinifanyia magumu mengi sana. Kwa maana niliamua kuchukua maamuzi yao. Kuna wakati mama, unatakiwa uchukue maamuzi magumu ili tu uishi kwa amani. Nilifika kipindi mama, nilichoka. Sawa mwanangu, hata mimi najua hivyo, lakini wewe kama mama, hebu jaribu kuangalia mtoto wako. Mimi najua kwa mwanangu ni makosa, jaribu kuangalia mtoto atakiwa baba na mama. Mwanangu, maana kwamba mwanamke uvumilia mengi, unaficha mengi. Sio kama eti labda mimi mama John nampendelea John, hapana. Jaribu kuangalia kizazi chako mwanangu, rudisha moyo wako na kuomba, mimi kama mama wako. Sawa mama, nimekuelewa, nitafikiria hivyo. Fikiria, lakini mimi natarajia kupata jibu lilikuwa sahihi. Sawa. Fanya hivyo mwanangu. Sawa, nimekuelewa. Nashukuru sana.
Samahani mzee wangu, haujanilipa pesa. Pesa nini? Ya ndizi pamoja na nazi. Binti, unijui mimi? Nakufahamu. Sasa unadai hela nini? Jiangalie sana binti. Mimi sehemu yoyote ninapokwenda nakula na maliza na silipi. Unaelewa? Sio kila kitu mimi nilipe. Uliza mimi ni mtu mkubwa sana katika kijiji hiki. Sawa, naomba unisamehe. Samehe mimi baba. Nikusamehe. Sikiza nikwambie kwa makini. Mimi naogopewa kwenye kijiji hichi. Naangalia maisha yako. Sio kila mtu nampalamia tu. Tapalamia vitu visipopalamiwa. Sasa achana na mimi. Sipendi kulifuatafuata, sawa? Hiki kibatari kimetutesa kwa miaka mingi sana hapa kijijini, na mzee Dikuya jeuri yake yote iko kwenye kibatari. Sasa basi kimefika kwenye himaya yetu, amekwisha ujanja wake, hana maajabu tena, na naenda kukitia moto. Sawa sawa. Wanangu, kama nilivyowaambia ndani, kwa mzee Dikuya ni mtu mbaya, lakini sasa na uwezo wake wote ulikuwa kwenye kibatari. Ni kibatari ninacho mimi, hana uwezo tena. Wanangu, ishini kwa amani, muwe na furaha. Hichi kibatari ndio chini hazina ya mzee Dikuya. Hivyo sasa nataka nichome. Naomba kiberiti. Kiberiti akiwa
Wanangu, hazina ya mzee Dikuya ishaichoma. Kwa hiyo hana uwezo tena wa kutufanya chochote. Kwa hiyo wanangu, kuweni na amani, kuweni huru. Sawa, lakini mama, mimi bado kuna kitu kimoja ambacho kinasumbua katika nafsi yangu. Na kuna kitu ambacho nilikuwa nimeficha kwa muda mrefu sana. Mama, kwanza kabla sijazungumza, ningeomba kwanza uanze kunisamehe. Wewe pamoja na ndugu zangu, naombeni mnisamehe. Kuna tukio ambalo nililifanya si uzuri kabisa. Mzee Dikuya alifikia hatua aliniagiza binti wa kike ambaye ni mdogo. Na mimi bila kusita nilifanya hivyo kwa sababu alinitishia kuniua. Kwa hiyo nilimteka yule binti, na alikuwa ni mwanafunzi. Nikampelekea kwake. Lakini mpaka hivi sasa siwezi jua kama ni mzima au amekufa. Lakini mama, mimi nilifanya hivyo bila kupenda, alinilazimisha tu. Sawa. Tabidi mimi na wewe ili tuende kwa mzee Dikuya. Ila wewe na mama tabidi mbaki mlinde mjukuu wangu sana. Sawa? Sawa. Twendeni. Kibatari, humo ndani ndio hatari. Yani kibatari, humo ndani ndo mshazari. Yani kibatari, we mchana usiku visanga, uwe mchana peupe. Dikuya etana, yani kibatari, simu nisiwe mana matatizo kama kaumbi wateba. Yani kibatari. Afadhali upo mzee wangu. Dikuya, ulikuwa umefanikisha mara ya kwanza kumuua mume wangu, lakini safari hii umefeli. Na ile hazina yako ile, kile kibatari kinachokufanya wewe uwe kidume na kutia jeuri, nishakimiliki. Na hapa ninavyokuambia nishatekeleza kwa moto. Hapo ulipo una chochote. Sasa na mtoto mdogo tu Mzangu nikwambia tangu mwanzo. Hata pilipili zikipakwa msuri ingenifutia, lakini kama sio ndio mwisho wake. Leo ni moja tofauti sana mzee wangu. Nachohitaji ni mrudi binti ambaye nilikuletea hapa nyumbani kwako. Na si kingine. Si kama Zuchu. Toka. Kwa tukuleni. Mama. Mbona kama mwanangu? Ni Jaki huyu. Kwa hiyo ndo nimleta huko mwanangu? Hapana, sio mimi. Hapana mwanangu, hapana. Huyu hakujua. Eti kama ingejua singemleta, ni mjomba wake huyu. Mjomba? Mtoto wa dada yako. Leo mtoa kafara, we kumbe ndo mpwa wangu. Yani kibatari, humu ndani ndio hatari. Kwa makini sana na vitu vyenye mpangilio. Maana kuna vilio na kuna vimeo.
Habari saizi? Salama. Shikamoo baba. Marhaba. Hali vipi? Kwema kabisa. Nifungie. Shilingi ngapi? Hapana baba, wewe nenda tu kusela. Achana nayo. Hapana. Hii biashara vipi? Shilingi ngapi nikupe? 1,000. Nachukua. Hapana baba, nenda tu. Chukua binti. Hii ni biashara. Mimi najua nitafuta riziki yako. Wala usiniogope, chukua hela. Chukua. Asante. Ama kweli maisha yanabadilika. Mzee huyu.